mwanchua omurigereria ane mambi yende yeri tsukuria gatano ona kabire gosari tano narimo mutienyo yego kabiro mwaka 2025 nebera century ya bene kokwarigania asomoro biru bwetrobini emambi yabonega ichuma ya nkorenganga gwonye chakire century rero yaboteru engaki twabwate ikentambe wikabonega yaisira ko bage kobutoka kare tukuri ichuma to kwatokubana inche Daniel Omwaga asemesa ayetrobini ayigega to kumonekera mange hanene asemesa yege siasa ali akorekana nayo chikokorekana na yagendete kokorekana ime ena isko yense ya Kenya nyoranga amanga korekana ndiko ritskoregoro imambi yabonga korekanari na yandana ndiko kana ritsko urialero asenchira ire ya bene ntoshikwato kwa naye tumanyani tosemani asenchira ire ya bene kabisa akuru SMS yege siasa ye masa ya mokuru segeteseni kya bene Egensoko TV buna botambe na bote binche kwa Daniel Omwaga korende toshiko kwandra mange mambe yabonega toshikwandra amangana kwa ntitukeregoro kuru asense media ya Malindi imeye county ya Kilifi ya somara ebwensere to morobiro nyota ritsko oreigoro magaso nabego toshiko kwandra mange hayogenda to korekana ne imeye byama ao biribire me serikali biribire isiko ya serikali nabayigo ebirombe anyorenge tukalero ni bwata bageni babere me studio ga igabara bamanyi nabayiga na siasa tochiko kwandra mangana mange anene hamangana aye coalition ye Azimio nabayigo to kwandra mangana ali me serikali ine ningo obekire kadi ya sagya aneke torochi osobo chole wene bo mwaka 2025 ebere mwancho bwire nyoranga nabo choli bukagire ko obotindi kyandage komi anene kuru asensa mukujamere serikali yagenderete gwevanga genderete kwebeka masasia yabene rinde chikinyana ko kurushi bunduki chiaye asamutukare mutumare bwense wira mutonera toreka gasoka asinchire yabene kago cyane meroberi ao anene meroberi kubasira basa esengi tumetenga abasa bensi ya Kenya nigombaro oromane sana akiandage komi ine abasa ingobara chikokonya gutembukia oborito bwaye bwo kwirobora bwense mu mwaka 2025 onebere eye netrobini na yare muturaro kwageneti esenchira ere yabene na igobono etrobini ya chakire etrobini mambi yabono mwanchu murigera tugotambuka to chakere kurwa ase county ya Kisii ase bono osemero biyo bosombi byabetuka kegotena ase chinga kichintambe ase barene yakurwa Kisii go chakeroka amayaga yo mubere wo musoyo mo ase Rieta Cornelius Makori Onchari kurusibwa ase Kenrit korega na kwirwa gotinde kwa sensemeria ya igare osomo sayo yo ngatabekana ko butumo yu ase nyumba ya moyo kwegokia emayo tukama kaetire manyabono egento getara mandikani kerete buraburu yeyu yereto masayo yuko betumo yo no basomo bakatena ase chinga kichintambe bitko oriega maragoba ase ebarene yakoro Kisii igochia sensemeria yakeroka nabo igote tukugire chibicha amo na mariogi aliabe test chinseme chugende kire to bosombi igotena chinga kichintambe mwancho boyeringa chinga kikete niga abagende chipigipigi bata bakubuki mu biro yo sipigipigi chiabo nanyini go bakorekana nende bakujimukia asamago kabo na kujimukia mbayigoro munenchera yemo yo kureke kiririanda no bwanchari kolnere siabwate guchia sabantu komorera na komwesko yo mwerio asenchera ere yabene tango turagire chibichecho kurwa asensemire yebara ya Kisii guchakeroka buna yabeta kuba kegoterene obosombi asechinsa agwetani bereri tkoregoro marogoba na gotigana anayo yogo ichanya kurwa sensemeria yebara ya Kisii go chakeroka sobere bo mungwano yo mabonde pigipigi arenge koba agago chia gututu tukarega regentikereto basombe gotene chinga kichintambe bigo togotigara hase county ya Kisii mwanchu mweria sebaono abari mkochi skuru au kurwa se county ya Kisii nigo besokiri na kurubiro byabo igoro yechija scholarship chikwana go chia skuru au korengana abari mwabo egati yabo mwari mu skuru omande bwe skuru mabuko no mwari omone kurwa skuru ya St Kizito Onyansiongo
Boys nigo batete ninga inchere kweno ye scholarship gochia sabana bari batari kwenyara gochechi skuru echo nige ngakoba buneria ere yogwanjirie sibano barere kuro byabo hinga tigechi scholarship chiru ero gochia sabana bari betenyareti asenchera ere yobwasioku amo ono werdi ango turagireria chinkwana acha bari mwabukuru chi skuru echo cha mabuko amo ne skuru area aya St Kizito Onyansiongo burabataka bagokwana na ibirengeri byabo igora yokurwebwa agwechi scholarship gochia asaboro kiwari betenyareti astu skuru au amiorgongo rwabusi. We lost about 12 learners who had secured scholarships, especially with ELIM scholarship, that they had to be moved to other institutions because Samabuko was not on the list. This is why I could wish to appeal to those who have the scholarships to consider schools like Amabuko which have boarding section, so that they can also sponsor those learners to come to our institution. They go through Amabuko instead of them being admitted and then midway they are transferred, since they cannot, those who have the scholarships cannot have the learners at Amabuko. So my appeal is that if all boarding schools, all schools which have the boarding wing, can be considered for the various scholarships like ELIM, JKF, foundations, equity wings to fly, so that we can also put, we have been losing students not only this year, but even in the previous years, the 844 system, that they had to be moved to other schools where they can secure the scholarships. Thank you. I think I will strongly appeal to the sponsors to change the attitude they have towards some schools, because this system is not exam oriented like the previous system that is getting phased out in the next 2 years. This one is purely different, and they should give an opportunity to those schools where those learners have been placed, so that they can learn. Because the idea of grades which we have been struggling to attain, and maybe you are seen as a successful school, is not going to be there in this new system. It is purely going to be based on the student ability and talent oriented. So there is no reason at all why they should remove such students to another school. And maybe even our parents should change the attitude they have. The idea of thinking of those big names that they used to have. We have got the other emerging schools that need to be given support, like this school where you have come. Okay, we have so many categories of students. To start with, there are those students whose parents are able to pay their fees, and we are lucky that our school is among the pioneer schools that has been supporting the needy students, and it was selected in the inception of Wings to Fly and the LIMU, both the KPIL and the SEKIP programs. So many learners have gone through our school using the same funding. Currently, we still have the Wings to Fly students sponsored by Equity Bank. We have the JKF ELIMU scholars who are sponsored by the Ministry of Education under the Basic Education, and that is in the SEKIP program. That's the School Education Equity Improvement Program. So we have quite a number of students there. And this year, so far, we have received 26 from ELIMU Jomo Kenyatta Foundation, whom have been settled in school. And they are now comfortable and enjoying their studies. We also have other partners and sponsors who assist us in settling the students in school by meeting their expenses. And this include the county government, bursary funds, scholarship funds. We also have the CDF. The most constituencies, quite a number of constituencies, have placed the learners in this school, and they are supporting their academics by paying for them the fees. We have the faith-based organizations, the churches, which are also supporting students. We have individual people, even the corporate societies like the banks, the KCB Bank, we have Cooperative Bank, and other well-wishers. We have even
as I said earlier, individuals who are sponsoring some students from needy backgrounds. So far we have up to a tune of about 120 students who are under scholarships, and we have a very good program for them because at the start of every term, these students are usually made to converge somewhere, and they are spoken to by mentors so that they can realize what they need to do and achieve their goals. So far, our school is accommodating all those learners, and in future we endeavor to even accommodate more and assist more students. Nagosika mutu mwancho mugeria tigango totigara sensemi yo o yekisemi esencherere yabene asebono abarai aho kurwa sensemeria yangata barakoi yigotoka asensemere ya Grigori Sirigowe sokiri asencherere yabene na kuboria bayiboli kuberani abana babo asechi skuru asekeria ngabono chisegi kiko cyabere chikwene kiboro ase engakire ntambe niko cyabere ko bachigo ika omoeri ononye nigo bene kiringa eserikali yabekira baru bayisaine nabego yabekire eni bayisaine guchia asa aboro kibwa asechi nsemecho nabono abayiboli baburi bukonsentirere yabene koreta abana babo baso asisukuru namasobo ko bagakwena senseme yo sentira ere yabene kiagara abotoyeru baberko bokobora asenseme yo samatuka mange kubwatekana disegi cyaro ko bachikwene kibwa senseme kwene bonega niga barebe sokiri na kwene kinga ebirengo byonsi byo borendi byaberko biko kwa senseme yo kubatirana serikali yechi county abaneria ya national government asebono nga nabo aba nabo igomorembe berko bukani bu asenseme yo abara yabu batebiri abayiboli baberani abana chisku na tiga kutoa roboti yoru asentira ere yabene. Wameajiri walimu zaidi ya 76,000, sasa karibu wafikie 1,100 ili kuhakikisha kwamba shule zetu zote zinaweza kuwa na walimu wa kufundisha watoto. Wameweza pia kujenga mashule, wameweza pia kuhakikisha kwamba kuna vitabu na mambo mengine kama haya. Na kwa hivyo hata kama kuna challenge kidogo ya fees, ya uniform, mambo kama hayo, yeye pia kama wazazi lazima muweke bidii kwa upande huo. Na mimi naomba ya kwamba mshikilie hiyo. Nimekuwa nikiwafuatilia kwa makini kuhakikisha kwamba hatua ambayo ilihitajika kufanywa ili amani ikuje ilifanywa. Ikiwa pamoja na mikutano ya wananchi, ikiwa pamoja na reinforcement ya security, ikiwa pamoja na curfew, lakini ile amani ya kudumu kabisa ni ile amani ambayo wananchi wenyewe wamekubali. Na kwa hivyo hiyo state declaration mimi imenifurahisha sana. Hii communities ambayo iko hapa pamoja, Kipsigis, Sidi ya Masai na Wakuria na wakabila zingine wote ambayo wako hapa, wote ni Wakenya. Watoto wote ambao walifanya mtihani ya grade 9 wote wakuwe shuleni wa transition to grade 10. Na vile mnavyojua rais alisema ya kwamba watoto wakuwe na uniform, wasikuwe na uniform, wakuwe shuleni. Watoto wakuwe na school fees, wasikuwe na school fees, wakuwe shuleni. Sisi kama wazazi hatuna sababu yoyote ya kuweka watoto nyumbani. Na tukipata mzazi yote ambaye anajaribu kuweka mtoto nyumbani, tutakuchukulia hatua kali sana ya kisheria. Masomo ndio inapeana foundation ya uongozi ya kesho ya hii nchi. Yes, Ololchwa siku ya leo sababu tumeona national government wametukumbuka kama waadhiriwa wa Ang'ata. Sasa tuko shule ya Siteti na tumesanya vijiji karibu 6-4 wenye waliteseka wakati wa ile vita ilifanyika hapa kwetu. Lakini nashukuru sana pia Ololchwa amefanya kazi ya maana na wameongea na serikali. Tunashukuru serikali ya President William Ruto. Ningependa kushukuru serikali kiongozwa na PS Ololchwa kwa kutukumbuka. Najua siku zilizopita tulikuwa tumekumbwa na machafuko kidogo, lakini saa hii amani imekuja. Tunashukuru PS kwa sababu ya kukumbuka sisi.
korwa senseme yo ya Barakoi me county area ya Kilgoris tutamke gwikase county area ya Nyeri mwanchi mwereria aseba no mwaziri w'ekisemi Julius Migoso gamba abete ko bakabo cha kintunda ya gatatu oyo enseme area ya Polytechnic area ya Nyeri ase omuroberi oria o Science and Innovation Conference Skills mwako yega 2050 onomo asencheria bene nigo Migoso gamba abete ko bakako boria basae gwesoyi asensemo yHTVET erio kwenyoro bobundi ibwe igoro mono nabo igo kwero seria magimabo amotwe nigo arengenere omugabana abwe county ya Nyeri Muthai Kaiga uyina tebete nga serikali yabekire miroberiere eyabene ereko nikinga basaye bonsi ngo sabare HTVET Polytechnic abandesti skuru chindi chibobundi ere banyare kwenyora amasomo na maigerio aigoro mono na kwegenderia asamagimabo tega goterewe nkwana ayaye omwaziri we wizara y'ekisemi Julius Migoso gamba amoneri yaye omugabana abwe county ya Nyeri Muthai Kaiga. This is why the government has undertaken a bold step and deliberate reforms in the TVET sector, aligning training to industry, introducing the dual training model, operationalizing the recognition of prior learning, digitizing skills mapping, and investing in modern equipment and infrastructure across all our institutions. These are not administrative adjustments. They are structural shifts designed to position Kenya as a serious player in the global skills economy. This is why this conference is both timely and strategic. And may I therefore commend the Nyeri National Polytechnic for bringing together researchers, industry leaders, policymakers, development partners, trainers, and trainees in one space at a time when the country is deliberately rethinking the place of skills, innovation, and applied research in national development. This gathering reflects a growing understanding that research in our TVET institutions must move beyond papers and presentations and find expression in workshops, laboratories, enterprises, and communities. I'm therefore pleased to join you today, not merely to open this conference, but to be part of this important national conversation on the future of skills in Kenya. Ladies and gentlemen, around the world, technical education is changing. We are seeing a shift where training is now closer to research and industry, each informing the other in practical and visible ways. In Kenya, this is not happening by chance. It is a result of deliberate reforms that are shaping how TVET institutions operate, ensuring training is practical, industry-facing, and closely linked to national development needs. A clear example is the Affordable Housing Program. As the government rolls out housing projects across the country, demand for skilled artisans has risen sharply. Our TVET institutions are deliberately aligning training to this demand, ensuring that the skills developed in our workshops today are the very skills building the nation tomorrow. In today's interconnected world, skills no longer serve only local markets. They open doors across borders, and we have deliberately aligned our TVET reforms with international labor mobility frameworks to ensure that Kenyan trainees are recognized, respected, and in demand globally. By strengthening quality assurance, competency-based standards, and certification systems, we are ensuring that the skills developed in our institutions can compete not just at home, but also at the world stage. This same thinking is behind the policy requiring TVET institutions to establish income-generating activities aligned to their areas of training. Institutions are no longer expected to be centers of learning alone, but centers of production, enterprise, and real work experience for trainees.
It is a pillar of skills development for the entire Mount Kenya region and far beyond. This great institution continues to produce highly skilled graduates in diverse technical fields who steadily feed the service and productive sector that form the backbone of our economy under the patronage and guidance of Dr. Mwangi. I wish to thank the Ministry of Education leadership for the support they are according to this institution that has grown in leaps and bounds to reach its status of a national polytechnic. Ladies and gentlemen, the Constitution of Kenya clearly outlines the role of county governments in the education system. And the fourth schedule of the Constitution assigns to counties the responsibility for pre-primary education, village polytechnics, homecraft centers, and child care facilities, while basic, tertiary, and university education remain functions of the national government. Education, therefore, is a shared mandate that calls for deliberate collaboration between both levels of government. Notwithstanding this structure, my government, guided by the spirit and intent of Chapter 55 of the Constitution, has taken deliberate measures, including targeted and affirmative programs, to ensure that our young people access relevant education, practical training, and opportunities that prepare them for dignified livelihoods. In this regard, we remain ready to support and partner with all stakeholders, including the national government, to ensure that quality, relevant education and training is accessible at every level for the benefit of our people. Wano mwancho morigeria utigana na mangana ayechi semi togoska guchia asenseme ngao kero muchando obwendagera goso muchando bwinchara ogendete konaria chingongo au chinse ya Kenya bono ngamenyi ibensemo ya Isiolo banyore ko no mweso mega ya serikali koira chibagi chimya isana 50 chichingende amono mochere egoika asenseme yobune nchera yemo yokunyara ko bakonya kuruso muchando obwinchara ogendete konaria ne chinsemo chirichia North Eastern na kinto kirira makweri yabantu amone tugo asamatuko abwango igana nigo bateberuna agoika chinka chiri wibere ne chimya isano kurukere ward nigo chikoba chikonyara chiko konyaka korua asendagire yo asichi ward chonsi komi chikotoka imeye nseme yo ya Isiolo seboniga ababisa abamangana ayendagira korua senseme yo bali babekero bakutumone serikali nigo batereka ngo chibari koro roboti rwabene igoro yabantu bali banyarko bakubwatene bwane nchari ntina boigo mbaro obwe etugo eri aberko bakegosiria magima bwane ne tugo ye chombe chingondi nonye ne chinga mikuru senseme itango tanya roboti ye masa yemo korua senseme yu igoro ye ndagera no mwara bwendagera bariko bakukibwa senseme yo bunenchira yemo yo kunyara ko bakonya bamenyi ibenseme ya Isiolo abagendrete kunalibwa aninchare ntindi kubwatikana no muchando bwinchara. Each one of these lorries have a total of 560 bags of both rice and beans. 300 rice of 50 kg and 260 bags 50 kg of beans. Between 2,000 to 2,500 to 3,000 households per ward across our 10 wards. But of course there are wards that are a lot more adversely affected than others. When relief food committees meet, they will be able to, do an assessment, because obviously there are certain areas of our county that are a lot more affected than others. But on average, between 2,500 to 3,000 households are going to receive this food. We are also going to expect, more relief food supplies going forward because I think the drought is likely to the onset of the rains is going to be expected around mid-March, almost end of March. So government will not allow anyone Kenyan who is who is facing food shortages to suffer unnecessarily. It is the business of government to ensure that its people are fed and fed adequately. These are under very firm instructions to ensure that upon arrival of this food, their respective committees sit and extensively discuss and get to prioritize the neediest from the population.
they're not going. This is alone are not going to decide. In fact, we've told them to just provide leadership, and then the decision is made by the committee, respective sub-county relief food committees that have membership even from non-governmental organizations. Then this issue of relief food is something that could easily send someone home, and BCCs are aware. They are aware that should any one person be tempted to divert even a single bag, they will be on their own. Hapo mwisho wa hii wiki tutakuwa tunatoa ripoti, kwa sababu tulikuwa tumetuma maofisa wetu ambao wazunguke wafanye wa collect reports wale wanyama wamekuwa affected, na pia wale watu ambao wako vulnerable ambao wanahitaji usaidizi wa chakula. Hiyo ripoti tutakamilisha mwisho wa hii wiki. Alafu baada ya hii, kwa sababu ya leo sisi kama county tunasaidia kwa transportation. Chakula tuna distribute, national government wameleta ambao wameomba na viongozi wetu. Tukishikana na ofisi ya Mheshimiwa Women Rep, sisi tutafanya distribution ambao tuhakikishe hii chakula ifike kwa wananchi wale wameathirika huko chini na pia hapa mtaani. Baada ya kupata hiyo ripoti mwisho wa hii wiki, sisi kama county tunaweza kuforward kwa mkubwa wetu through the executive committee kwa cabinet, alafu supplementary fanywe. Pia sisi kama county tunaleta chakula yetu, so tunahakikisha watu wetu kwamba watapata chakula ile itaweza kusukuma hawa ndio tuweze kukabiliana na hii janga la. The biggest challenge wakati yoyote tukipewa chakula na serikali imekuwa transportation. Na nataka kushukuru governor kwa sababu amejiwekea hiyo jukumu. Amesema chakula isikae kwa sababu ya logistical challenge ya transportation. So amesema ikifika tu hivi yeye atahakikisha ameprovide logistic support iende kwa kila sehemu. Tuko pamoja? So watu wetu wa Cherab, watu wetu wa Garbatula, watu wetu wa Merti, watu wetu wa Oldonyiro, watu wetu wa Garmara, hii area yote ya Central, chakula itawafikia. Tukiwa na sauti ya watu wengi, tuko na Mheshimiwa Samala hapo, tuko na governor hapo, sauti inasikika haraka. So kuna ile chakula huwa inapatianwa periodically throughout the year. Hiyo county commissioner anajua. Hata December walipata. But hii tumeomba leo kwa sababu ya dharura, tukasema vile tuko na ukame inasumbua watu na bado kuna insecurity, imeinterrupt livelihoods ya kila mtu, tupewe chakula special consignment ambayo itaenda kwa the 10 wards isaidie watu. Na tunashukuru serikali ya William Samoei Ruto kwa sababu imetusikiza na imehakikisha chakula imefika hapa ya kutosha. Tomorrow I'll be launching a sanitary pads. Chakula ikienda kwa manyumba, tunahakikisha pia sanitary pads imeenda kwa mashule, wasichana wasaidike. Mwancho mulgerelia chapter kechideka emeronge bere na kianda igoro yechinsenye chiabono mambi sinchiria bene abuno ngo ikera nusu entangani yechirobot chito korwa asemyorbeto na krochinsemo ochoro gongo ruensera Kenya kone toko iromutumo komo sini toko yana to chibono bosoa asensemo ye emegano kurwa sensemeri ya siasa to chikoelia amangana ali ane toko kana chinsemo anene niko to chobeko munyamasi boite mambi alera chinkwana chitu kurigoro ochiabarai bali bakungwate ni umwarebwense Dr. William Samoei Ruto imeye serikali yae cyabate ko bachiko kwanwa kuri sensemeria ya county ya Kilifi ane kuroso bagatagati bwe town ya Malindi amange nabataka okwanwa abaremba koneta amange tuyikunya kwandara senchira bena kurugabu to chiko tamboke ye masa ya moto so ensemo nabagandi baito to chiko kwana mangana ye siasa anene chikadi chijigendera go chieso igorebo chorebo ne bwo mwako chiwena ngebere netano ebere ine igati ya serikali bari bakunyemere serikali ama onabasa go Gen-Z bari bago chiko chikadi chiabo na chinyore konyora chikonyora erigo liri neko bwachi kadi chinde ayonsi imayaga yokero mutumo koma kurugaiga Asensoko TV nyoreje no murobiri obwetero bini na Inchen Daniel omwaga Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi
magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 Kera kama tingatara daigeta oni ya nyamira na rena shauri sangwe ngaroromo ijano umozu bataya mabwari Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokuria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukurie iki utakera chinsa 11 chamogoro wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andaji asikerugo orambulete merundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa obe bakalia omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Onye kubwateri iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu ya Soko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Soko TV oburuso bw'omugusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono ensengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egye Soko TV oburuso obwo mugusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera Eye ni Soko TV oburuso bw'omugusi.
Karibu nende mwancho murigeria wegeteseni kiabene Gensoko TV mambi yabona iga murobiri inetrovini na nchenkoro kwa Daniel Omwaga chuma maragoba tekonderere hase amangano siandrete korekana isiko amo na emergency to oya Kenya senchire yabene tokumurekera na gwaketrovini kire engongo yorogongo ruensira Kenya na bona tigatumureke goikase county area Kisumu asaba bisa balia abo koringoria gose ekiombekeria eye koringoria pest and control emergency ya Kenya ayemo asayemo ni igobono bakorero mosako motindi na kwene kinga amariogo haria akoni bogosako nibo asichiduka au anene aliako ni aringete komenta omunyamasise imeri nigare yebirengo abiri bise na bimwende tronigo nigo baboria baremi gotime kamariogo aliabwendete elio komenta obunyoli bwendagerengiya na gutigana na mariogo alia arasekoreta emechando asindagera anegochia asumbiri omwanya bantu yango taragireria chinkwana achiabo muobisa omonene korwa sense meria ye county ya Kisumu no yue ore asamangana alia aya amariogo a pest and control emergency ya Kenya. Mkonzo nafanya na idara ya Pest Control Products Board ambayo inasimamia ubora wa madawa nchini Kenya. Tunahakikisha ya kwamba wakulima wamepata dawa ambayo ni salama, iko na ubora na pia ufanisi bora. Basi leo tumekuwa katika hali ya kuraid watu hapa mjini Kisumu ambao wanauza dawa kiholela. Dawa ambazo wanauza hazijasajiliwa kuuzwa hapa Kenya na pia hawana leseni ya kuuza hizo dawa hapa Kenya. Basi tumeweza kunasa washukiwa kama 6 wako ndani, wanaenda mbele ya koti kujibu mashtaka kwa nini wanauza dawa ambazo hazijasajiliwa. Dawa ambazo hazijasajiliwa zinakuwa na madhara kwa binadamu, kwa afya ya umma na pia mifugo na environment ama mazingira yetu. Tunaambia wakulima wetu na general public ya kwamba wasinunue madawa kutoka kwa watu ambao hawajasajiliwa ama wale wanachuuza madawa mijini. Msako utaendelea kila siku kote nchini. Hakuna mtu tutasasa. Lazima washikwe wote. Tunaomba wakulima wetu na wananchi kwa jumla, ukitaka kununua dawa ya kutumia nyumbani ama kwa shamba, uingie kwa Agrovet ambayo imesajiliwa na idara ya Pest Control Products Board. Labda kwa yule mkulima ambaye hajui, atajuaje kwamba sasa hii Agrovet ama hii dawa imesajiliwa humu nchini? Dawa ambayo imesajiliwa hapa nchini Kenya, kwa ufupi utaangalia PCPB, registration number inaanza na PCPB, capital letters, inafuatwa na CR na 4 digits kwa kibandiko cha hiyo dawa. Jambo lingine ni ya kwamba hiyo lugha ambayo imetumika kwa hiyo kibandiko cha dawa ni Kiswahili na Kiingereza, lugha mbili peke yake. Lugha nyingine yoyote haistahili kwa dawa ambayo ni sumu hapa nchini Kenya. Na tugotigana yetosike mutu mwanchumugeria asebono aba unchureria kurwase ensemo ye county area ya Kilifi anene kuru muchumalinde barekane koko kibwa ano obo maunchureria ali akorwe somo swada oria abwa bonchureria ime eyense ya Kenya nigo bachengera muswada oyu asebono baboririe nga tigawe bakobekwa na kwene kibwanga nkomanyiwa bare ase chinchera ao gose ebitambokero ao biri bikoirwa elio kero gose kero emeswade kobekwa ero kwene kinga nkwebeka bare asagi ya sensemo yo bonchureria nabe ogotinya amagimabo buna enchire yemo oyo okobabeka ase emeroberio ao yabonchuria imeyense ya Kenya tango tawara ekati yabonchuria abo kurwa asense meria ya Kilifi. Ya kwanza ni kushukuru the Trade Department and Industrialization for coming up with this amendment za bills because at the moment nikiongea juu ya zile products tuko hapa Kilifi County and especially to do with sustainability, we are not quite competitive because the market kwanza ni the small medium enterprises na watu wa chini wale wana trade in fruits, vegetables and also other juakali products. Now the biggest challenge they have and the fear is that their products are not actually, or sometimes they are rejected. There's one trader whose products, shoes were rejected because hakukuwa na traceability ya kuonyeshana hizi zimetoka wapi, zimeathiri environment and such matters. So the alignment and the modernization of the laws are very important. But the key is, when I say that some of them were quite general, like the one on sustainability was a bit general. So we propose that it be action-oriented so that it gives room for how it's going to be implemented
and how it's going to be monitored and evaluated. The second one was about, ICT trading and all that. Okay, there are good ideas that we're going to have like one platform for people to trade it and still connected. We are talking of ICC centers and how we are going to empower mwananchi or the traders, especially the small medium enterprises. But there's nothing specific that touches on how they're going to be also, they're already marginalized. Because if you're trading and using technology, and and technology and talking about sustainability, there's a bit of conflict because first and foremost, availability of renewable energy, like green energy, the places where the products are coming from, how they are transported, how there's a huge gap in connecting, aligning the bills and what is on the ground. Kitu ambacho sisi tumekiona ambacho hapa kwenye counties kina happen na tumekieleza ni kwa kuna a lot of duplication of revenue inachajiwa wafanyabiashara. Kama ukitoka na mzigo kuanzia Nairobi, lori inachajiwa kila county unaopita. Ikifika Malindi hapa inafanya ile commodities zimefika hapa kwa very expensive. Tunayomba na tumepresent kwa hiyo kitu kama hiyo iwe inachajiwa only the county ambayo ile mzigo unakuja kuland. Kama mzigo unakuja Malindi, uchajiwa Malindi. Kama mzigo unakuja Mombasa, uchajiwa Mombasa. Kitu kingine tunashukuru kwa tuliambiwa kuhusiana na habari ya manufacturers na competition ya vitu. Hapa serikali iko na levies nyingi ambayo ina charge mpaka inafanya manufacturers vitu kwa very expensive. Nashukuru hii bill nzuri imekuja na wametutia maanani watu wa biashara ndogo ndogo aswa cottage industries ambazo ni muhimu sana katika uchumi wa nchi. Lakini chenye nimesema naona kinataka kiweko pale ndani katika wanapotengeneza policy watengeneze wakituhusisha shirika zetu ambazo kama Kenya National Federation of Juakali Associations, kama ni Kilifi Juakali Umbrella of Juakali Associations, katika decisions zao tutengenezwa kila sehemu, county, national, tuhusishwe na tuwekwe katika kipaumbele wakati tutengewe sehemu zetu za kazi ziheshimiwe. Na kazi hii yetu, kitengo hiki cha cottage industries zikiheshimiwe na tuweze kuchukuliwa watu muhimu, maana sisi ndio tunaemploy percentage kubwa ya watu wa Kenya na tuna contribute sana, lakini hatuoni tukipatiwa priority. So about the bill iliongelelewa, nilikuwa naomba ifocus sana kwa MSMEs, the micro, small and medium enterprises, because 90% of the business community is represented by the MSMEs. So at least wasifinyiliwe sana, so the bill should at least consider them. Mawazo yangu kuhusu the National Trade Academy and the National Trade Council, I'll support more on the National Trade Academy kwa sababu training ndio more important, watu wapate kufundishwa, the information and the understanding is more important. Utikana yo mwancho muriria ba ntutambo kesi ncherere ya bene tose asemigano oyege siasa andane hali akore kanteri ko oria igoro kurwa sensemeria aye county ya Kilifi obogatagati umuchisho Malindi town ikorwa gari sensemeria waterfront park Buntwani mbaramare ne nyanchenene ya India mwancho muriria nigobona ababwatani ebo moraibwense Dr. William Samoei Ruto wagendere komotona anakomwakere koko nawe komotogia sencheri ya bene moraibwense kubatikana ana amayari akokorera abananchi agati yabo no mubunge ebwe speaker wasemo speaker mubunge ebwe senate Amason Kingi na baigo Aisa Tiamio yoro mugabana abwe county ya Lamu masa yamo no mu PS Susan Emangeni obate betenga omurebwe nsokorere egasi erengi yakorengana ano mugabana abwe county ya Lamu Aisa Timami nigo hamotege murebwense asokwendera kubasira abasaye century ya bena nigo mu PS Susan Mangeni nigabo ruti abasaye inga go ikaberana amo balianye ne bayiruki basiri cyanyota bayako bakwegwa megerio aigora mono igorobuna baratumeke chibese cyo nabo igo kweme kwagenderia asamage mabo anene osokwegora ebiasara ao biria berachi gokora keroba iru chibese cyo cyanyota nigo mugabana bwe county area ya Lamu Aisa Timami niga negative na abagose abananchi bonsi abasaye bonsi kurwase county ya bali bawo chikuyago chibese chiri cyanyota nigo obatari guchi wakana abangenda yonsi na guchi wakana rese skenda yonsi ekerobara chake ebiasara byabo ao asenchera ere ya beno nigo PS Susan Mangemi nigo no
moyenera atebete buna abasae tigabe bekeare korwa ase abaibi bemetanda bari bagotumeka kubatomera chilink au na kubatebyanga abaplae ase tunda yakabere yechibese cyokorene nigateberenga serikali terigo chegotuma link ene yonsi kurene nigo bakwe gochibesa ya masa ya mogoche semi yabo nigo nigabori abasae ko bamaiso goteyoro chibese chijibanya ko bakwegwa ane serikali tango tawara chinkwana echiagatia baraibalia bakumwakereko ko muraibwense William Samoei Ruto. Mwanzo ni kumshukuru rais wetu kwa kuwa na ndoto na maono ambayo hivi leo tunashuhudia hivi leo. Pili ni kushukuru World Bank kwa kusimama na rais na serikali yetu kutuwezesha na hela ili ndoto hii na mpango huu ambao umeletwa na rais wetu angalau uwe unaweza kutekelezwa vilivyo. Rais, saa zote tunakumbushwa kwamba badala ya kumpatia jirani yako samaki kila siku, ni vizuri umpatie ndoano, umpatie mafunzo ya uvuvi. Ukimfanyia hivyo hata kusumbua tena kila asubuhi kutafuta samaki kutoka kwako. Leo hii rais, vijana umekuja hapa, badala kuwapatia wote samaki kila mmoja wao, unawapatia ndoana na mafunzo ile wao wenyewe waende baharini wavue na wajitegemee. Rais, hawa vijana wana kiu ya biashara. Kitu ambacho kilikuwa kinawabana ni kwa sababu hawana uwezo. Lakini leo hii baada ya kuwapatia ule uwezo, bila shaka hawatusumbua tena viongozi wala wewe kutafuta chochote kidogo kidogo kutoka kwa viongozi. Na kwa vijana pia nataka niseme hivi. Unaweza kushurutisha ng'ombe kuipeleka ziwani ili inywe maji, lakini kunywa maji kwa ng'ombe ni hiari ya ng'ombe. Rais anaweza kufanya haya yote, kuwapatia hela, kuwapatia mafunzo, lakini muradi huu kutupatia manufaa ni nyinyi vijana, bidii yenu kwa mapenzi yenu. Na kwa niaba haswa wa vijana wa Lamu, tumefurahikia huu mpango wa Nyota, na niseme tu kwa vijana wa Lamu kuwa kama serikali ya Lamu mkifanya biashara kwa huu muda mimi ni governor, hamutalipa leseni, itakuwa ni bure. Na pia nitafungua afisi na nitaweka mfanyikazi pale awe ana coordinate na nyinyi, mkiwa na maswali, mkiwa mnahitajia usaidizi, muweze kupata usaidizi kwa haraka. Kwa hayo mengi nasema asanteni sana. Na vijana, hii pesa ni ufunguo wa kuboresha maisha yenu. Kwa hivyo muzitumie vizuri vile inavyotakikana. Na nimshukuru rais na serikali yake na World Bank kwa kusimamia mpango huu na kuempower mayouth. Mimi naona mbele iko sawa. Tutakapotoka hapa tunaenda kufanya mentorship. Tunaelewana? Mentorship ya 2 months. Kwa hiyo mentorship tunataka kuona unapoanza biashara yako, unaanza biashara gani? Kwa sababu simamijiame na business plan. All of you have a business plan, si ndio? Ready to go. Wale ambao mko na biashara ambazo zinaendelea, existing business, mlifunzwa vizuri na mkaambiwa jinsi mnavyoweza sasa kupanga biashara yenu, ku expand, ama labda tena mfanye biashara nyingine kando na ile ambayo mlikuwa mnafanya, si ndio hivyo? Kwa hivyo tutaenda mentorship period ya 2 months. Tuko na wale wataalamu wetu ambao walikuwa na train. Those trainers and mentors are going still to be with you for that period of 2 months. After that, we will come back to classroom training. Mnakumbuka mali tulikuwa tunatrainiwa? This time round for 3 days and not 4 days. Immediately after that 3 days, mutapewa tena ile pesa yenu sasa ile iliyobakia. Tunaelewana? Ikifika hapo mnapiga makofi.
mtapewa pesa yenu itakayo imebakia. Kwa hivyo ni discipline yenu ambayo itafanya. So the second disbursement will depend kwa bidii yako, kwa discipline yako, na vile utatia bidii na vile utasikiza maelekezo ya mentors wetu. Tunaelewana? Na tutatembea na nyinyi hapa na pale. Mkianguka tunaokota. Tuko tu hapo nyuma yenu, hapa kando, nyuma yenu, mbele hapo hivyo. Tunaelewana? Jambo la tatu au la pili ni kuwahadharisha tu. Nimeona sasa hivi mitandao watu wanasema ati sasa mmepata first disbursement, wanawaambia go to this link upate second disbursement. Umesikia hivyo? Vile tuliwaambia mkuja hapa, mliona tukiwatumia link yoyote? Hiyo ndio itakuwa same njia tutatumia kuwaita tena kuwapatia ile pesa ya pili. Kwa hivyo avoid those links, the fake links, those are fraudsters. If you find any link or someone call na togo tigara sense me yo mwanchumuliria habarai ao korwa ase county yo ya Kilifi bakora uno mugabana we county yo Gideon Mauta Munyaro bago batirana amo no umubungo ryo gwe ensemo ye bunge ya Malindi Amina Araula Munyanzi oyore ese kyamakeria akia ODM na baigo umosubati oyoro muimendere kwa ensemo ya Kilifi Gertrude Mbeyu kati abande ebona umubunge Owen Baya oyoro mokonyi ebo omanene wesa obuli abara bange asebunge nigo bar komotogia Muraibwense William Ruto asekerianga igaganete kokoremera memi ya anene asaba menyi benseme yo oya Kilifi Nyoranga Amina Araula Munyazi nigarengo mukomogi keria borosana Muraibwense Dr. William Samoei Ruto konde sebane galit koligoro niga enegatie kumopwatisia na ende Murai William Ruto na komotebiare tamagendero au ime yenseme yo anene arekanete sana komoso Muraibwense Dr. William Samoei Ruto are tamagendero yestima asenseme yo kegera nigo estima ya regetrege sunta asenseme yo senga kenta begento kyarerere osegento keirere oborendi kwa bobe asenseme yo oya Amalindi na asensema ya Gideon Maita Munyaro nigo alieteira yo kubwatirana eye masa ya mono Muraibwense edekone kinga magendero ngo ikibware asenseme yo anene osobwagacha bwegeti gecindage keria kya Malindi International Airport. Mheshimiwa Rais, tutafanya kazi na wewe kwa sababu tunashirikiana kufanya maendeleo haya yote ambayo yanaendelea hapa. Na najua kuna wengi sana wanafikiria haiwezekani. Lakini mimi nataka kuambia watu wa Kilifi, Kilifi ya jana si ya leo, kweli ama urongo? Wale mnaishi Malindi barabara tuwaweka Muyeye hatuweki. Huko Taldi Town tuwaweka hatuweki. Hospitali ya Malindi tunabadilisha ama hatubadilishi? Nataka kuuliza watu wa Kilifi kwa heshima. Kwa heshima kubwa mnaambie mbele ya rais. Rais ni 2 term si 2 term? Hebu nionyesheni kwa vidole ni 2 term si 2 term? Sisi tunakuenzi sana. Kama juzi pale Kisumu uliingia kama baba. Hapa wewe ni baba wa kambo na umeingia ndani ya Kilifi, na sisi wa Kilifi tunasema huna mpinzani, wewe huna mpinzani, wale wengine ni etwaje Simba wa kuchonga, hawana lolote la kutuambia. Tukusifu affordable housing Kilifi zimeingia. Nyota leo imeingia. Barabara za lami paka kule Bamba. Twashukuru ya Ganze saizi imeendelea. Twashukuru kule Mazeras. Jaribuni kule mweka lami. Sisi tunalo la kukusifu Mheshimiwa Rais, na sisi wa Kilifi tunasema kina mama tunasema Rais Daktari Ruto 2 term. Wale wanasema Rais 2 term wanyosha vidole kama mimi. Wale wanasema Rais 2 term wanyosha vidole kama mimi. Rais karibu Kilifi, wewe ni wetu, uko home. Asante sana. Tumesema sisi tuko na nani? Tuko na nani? Na wale wafidhuli wengine tuambieje? Tuambieje? Sisi Mheshimiwa Rais, Malindi ni cosmopolitan area. Hapa kunaishi Wajaluo, Wakikuyu, Wakamba, Wagiriama. Tutakubali kuongozwa na mtu ambaye ana ukabila? Tutakubali kuongozwa na mtu ambaye ana ukabila? Na wale ambao wanasema ati Mheshimiwa Ruto aende nyumbani, wale opposition mpaka dakika hii hawajajipanga, hawajui wanapokwenda. Sisi hatutaacha wali ambao uko katika meza tukenda tukafuata propaganda. Sisi tutakaa na wewe Mheshimiwa Ruto, tunakupenda na tutakufanyia kampeni. Mheshimiwa Rais, nataka kusema
asante sana kwamba Malindi ina connect sasa na Watamu. Barabara ile ya kutoka Watamu kuja Malindi Kasorina, sasa rais amewekea pesa, tunatengeneza hiyo barabara ili tuunganishe Malindi na Watamu. Hii barabara ya kutoka hapa Gede kwenda mpaka Kuyuni, bado tunaunganisha Malindi na Watamu, umetupatia 975 million ya hiyo barabara. Ile na kuomba rais, hapa kuna watu wa Watamu wengi. Watamu na Malindi ni kama ndugu. Mheshimiwa Rais, tunataka soko kubwa ya samaki pale Watamu. Soko kubwa ya samaki pale Watamu, tukipata hiyo tutakuwa tuko sawa. Mheshimiwa Rais, asante sana. Tunasema tutam ya William Samoei. Tutam ya William Samoei. Tutam ya Rais William Samoei. Mwanchumo yeri abere benenga babwatani aho anarikoro wangorero coast bagenda tukumwatini umure wense Dr. William Samoei Ruto bono tokoska motwe ni gomo konyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki nonyenere abekire tene ninga ni gomure wense tokore meremere miya Kindiki ni aho tebango mure wense ego ikagendere kubwate sibwa inde wikira nimero beri aho anene yokoreta ne yokayeta ama yaguchi asabasai abo bwato mwaro monene emergency ya Kenya tokotware nkwane yaye Abraham Kithure Kindiki. Nyota is just one of the many initiatives that the administration he leads is putting in place to empower young people to create jobs and income opportunities. Kuna vijana wameandikwa kwa mambo ya affordable housing, zile kazi ziko kule, kazi kwa ground. Kuna kazi hii serikali imebuni katika mitandao, kazi mtandaoni. Kuna kazi hii serikali imebuni katika nchi za ng'ambo, kazi majuu. Na sisi tunaamini kazi ni kazi. Kazi kwa ground ni kazi. Kazi mtandaoni ni kazi. Kazi majuu ni kazi. Kazi ya biashara ya Nyota ni kazi. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kwa sababu hii ndio itatusaidia tupanue uchumi wetu. Tuongeze idadi ya Wakenya ambao riziki yao wanaipata kupitia jasho lao na kupitia nafasi ambayo imetengenezwa na serikali yao na taifa lao ambalo wanaipenda. Mradi huu wa Nyota, kwa kimombo National Youth Opportunities Towards Advancement, ni mradi wa kuwezesha vijana wa taifa letu la Kenya. Mradi huu unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakufanikiwa kwenda chuo kikuu kupata degree ama kwenda katika chuo cha anuai kupata diploma. Chaptoro kijidagika emeronge tano na kianda igero yechinsanya chabana mambide kaya moyoka tutambuke na baswase ntunderi ya kabere ntunde yogo twara bagadira tokwanira mangana mangana na litukuri chumata kwa tokwanira amangana yege siasa kuroyo somero bibwetero bini inanche Daniel Omwaga buna butambo mugani toya mwekire me studio yonde cyare go chakwende mutangani kire tiango trachukira umutimo komosine tumekwana atoigwe nikiabwatekire agochi gototebye emambe ya bono iga ni one time ama sio two time na utatoa tu yes or no, alafu kwa muda kwa dakika moja tu ama sekunde chache sana useme mbona unasema yes ni one time ama no ni two time. Ni one time but nimeachia hapo, tutaendelea. Ega yuna aliye chinso chiwene tekore kana imambe yabona yakurime torobini turimo tumakoma sino tokelana tuchikomanya mugani toningo na ende nikito chiko kwandre mambia ajabona iga. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakomerana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo naboigo amarandia imegata seni Nensoko TV tochikomerana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi.
ni Mungu ametenda, ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi, ni Mungu amefanya, sio mimi. Omwancho muri Ensoko TV igetaseni Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwansi kwase ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde kurwase county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili tini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobini ya Ensoko TV oboroso bomogusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi. Karibu naendo mwanchumulirie mambi yabone gachapto chide kainye igoro yechinsa isano chiabana mambi murobe netrobini negeteseni kyo kyabene Ensoko TV senchera ire yabene notego chiko chenchomonu to kwando monori bege soiri kegera mugani to tariko iweke gusi gorende na chiko kwana mugani ge siasa oyo to gwanyerete nere nicharare oyo nera chiko kobaka kwana asomonuri abuki gusi gorende aya masa emote kanko nego ikosa mugani kirime je studio nyaro ko batogo sanga mangane na igoro yege siasa na mangana ali agendete gwokia umuriro ime ya ense ya Kenya ne SMS ajege siasa. Karibu sana. Asante. Let's tunikutaja jina. Labda utaangalia kamera yako na utasema wewe ni nani na cheo chako ni kipi? Kwa majina naitwa Isaac Otieno Makomolo. Mimi ni katibu mkuu wa Bunge la Mwananchi na hivi karibuni 2027 tunataka tujaribu tuchukue uongozi hapa hapa Embakasi Ward. Embakasi East. Yeah. Bunge la Mwananchi. Bunge la Mwananchi ni muungano geupi wa kisiasa, muungano tu wa kupata kuja pamoja na kuongea. Labda kwa niaba ya mtazamaji, Bunge la Mwananchi inahusu nini hasa? Okay. Bunge la Mwananchi watu wameichukua vibaya siku hizi. Bunge la Mwananchi si ya siasa. Hizi za peni mbili ya one term, two term. Bunge la Mwananchi, kazi ya Bunge la Mwananchi ya ukweli ni ile ya kutetea mwananchi wa kawaida. Yule ambaye ameuliwa na polisi na hakuna action imechukuliwa, yule ambaye mwananchi yule ambaye ako na njaa na serikali na mnyima chakula sababu pesa tunatoa kama ushuru na hakuna kitu ambaye inafanya, ni za uwizi. Sisi tunasimamia haki ya kibinadamu. Hiyo ndio kazi kubwa
ya bunge la mwananchi. Alafu baadaye tunaingililia hii siasa kidogo ambaye saa hii hawa vijana wa juzi wa bunge la mwananchi wameingililia yote. Yeah. Na labda unasema bunge la mwananchi si kisiasa, ni kuangalia maslahi ya Mkenya wa kawaida. Na mbona basi nimesikia umetaja kwamba utakuwa na vai kiti fulani, na mbona umeingilia siasa basi kama bunge la mwananchi sio muungano wa kisiasa? Bunge la mwananchi nataka kukuambia wale walianzisha bunge la mwananchi. Raila Amolo Odinga, huyo ni mwanzilishi wa bunge la mwananchi. Paul Muite, mwanzilishi wa bunge la mwananchi, wakili. Gitobu Imanyara, Professor Anyang' Nyong'o, the late huyu mkisi wetu huyu alikuwa na nywele mandevu huyu, nimemsahau jina kidogo, the late former MP Anyona alikuwa hapo. James Orengo ako. Angalia watu wote, hao watu wote nimekutajia, kama wanakuanga in deep politics ama wanateteanga wananchi wa kawaida. Like example right now, tumebaki na mtu kama James Orengo. Anapigania mwananchi wa kawaida. Hata kama ni governor, politics iko, but ukimwangalia tu damu yake iko wapi? Kupigania mwananchi. Hiyo ndio kazi yake kubwa. Human right. Yeah. Although tunaingia kwa siasa pia, juu tunapata hapa siasa vitu zimeharibika, so tunataka turudishe ile siasa ya zamani, ile ya kutetea mwananchi. Ile akina Anyona walikuwa wanasiasa lakini wanatetea mwananchi. Hiyo ndio kazi. So bunge la mwananchi ni ya kitambo, si atimeanza, lakini siku hizi ndio inasikika sana. So watu wanasema ni ya juzi, ni ya vijana, ama ni ya kitambo sana. Umeongea mwenda zake Raila Amolo Odinga, umeongea Anyona. Bunge la mwananchi ni ya zamani sana. Na bunge la mwananchi ilianza kusikika zaidi. Nataka kukusurprise. Bunge la mwananchi hata iko Amerika. Kuna mzungu alikuja hapa kwetu tu hapa akasikiza vitu tunaongea, akaenda kafungua bunge la mwananchi huko Amerika. So bunge la mwananchi ya saa hii ni ya mchezo kidogo, lakini ile ya zamani, ile akina Raila Odinga ilisimamisha hadi Moi. Unazungumzia mchezo upi? Mchezo hii ya wanasiasa hawa, wanasiasa ambaye hawajui kupigania haki ya kibinadamu wanaingia. Akina hawa kama timu ya government wanakuja wanaweka pesa kubwa kwa vijana. Na umejua vijana wana kazi. So utaimba tu 2 term ama 1 term na ujui inafaa upiganie nini. So hao ndio wanaharibu bunge. Lakini bunge inafaa isimamie mwananchi wa kawaida, vile baba Raila Amolo Odinga alikuwa anafanya. Ukikumbuka vizuri, wakati tulikuwa tunaanza sufuria movement, ile tulikuwa tunatembea tukivaa sufuria, unakumbuka? Na Raila Amolo Odinga, ilianza wapi? Ilianza kwa bunge la mwananchi. Sisi ndio tuliandika, nilikuwa kwa hiyo committee, tukaandika na tukapatia baba. Baba akasema hii ndio kitu mzuri na lazima serikali tusikie. So bunge la mwananchi ni ya kutetea mwananchi. Ndio maana baba alikuwa amependwa kila mahali katika hii nchi. Sababu alikuwa anaangalia huyu, mimi nimeshiba. Je, huyu ameshiba? Hivyo. Labda tukiongelea tena juu ya bunge la mwananchi. Mna matawi ama mko tu huku jijini? Mimi kwanza nikiwa speaker nimefungua bunge mingi sana hadi Kisii. So matawi zetu ziko kila mahali Kenya. Kila mahali. Wanakupea feedback? Kila jioni napata feedback kama katibu mkuu wa bunge. Umejua hapa ndio headquarter. Lakini huko branches tuko na machairman. So lazima wanipatie vile wiki imekuwa, majadiliano wamekuwa nazo, ni nini ambayo wameona mzuri. Zile zinakuwa ngumu sana, wanatupatia kama headquarter na tunafanya nini? Tunasukuma mbele. Yeah. Na labda component zenu ni zipi, kuanzia chama nini na members labda ni wangapi huku na kote nchini? Tuko na zaidi ya members, hata zaidi ya milioni 10. Sababu hata wewe ni mmoja wetu. Sababu unakujanga huko kutusikia. So hata wewe ni mmoja wetu. Hadi rais ni mmoja wetu, sababu anakaanga chini anatusikiza. Na anatuma watu wake.
So hii ni kama imebeba kila mtu. Bunge la mwananchi imebeba kila mtu sababu ni ya mwananchi wa kawaida. Yeah. Kwa wakati fulani kuna mahitaji ambayo mmeandika na mkapeleka kwa serikali na yakaweza kusikika. Vitu mingi sana tumeandika na zikapita. Lakini si ya hii serikali ya Ruto. Shida gani? Hii serikali haisikizi watu wananchi ukweli. Serikali ya Kibaki mulika mwizi. Unajua mulika mwizi? Hizo mataa za mitaa. Hizo za mitaa. Madhare wapi? Hizo. Sisi ndio ilitoka kwetu na ikakuwa implemented. Hii maneno ya kuweka fence kwa polisi ni sisi. Ikakuwa implemented. NTSA ni sisi ndio tuliandika. Ikakuwa implemented. Naweza kukutajia vitu kadhaa. Haya, hii banning of schools. Sisi ndio tulipeana mawaidha venye inafaa zifanywe. Hadi shule zikaachwa kuchomwa. Na Magoa alifuata kila kitu ambaye tuliandika. Na shule zikasimamishwa kuchomwa. So tunafanya vitu za maana sana katika hii nchi. Saa hii sisi ndiye tulianza ile maneno ya majenzi. Before jenzi waingie, sisi ndio tulianza. Kama unakumbuka tulikuwa tunapigwa tear gas hapa kwa parliament sana, kwa bunge hapa. Mkienda kutafuta haki yenu. Tukienda kutafuta haki yetu tukisema nchi imekuwa mbaya, nini kila kitu. Tulikuwa tunapigwa tear gas. Ndio baadaye tukasema pana, wacha sasa tu involve watu wote, wakuje watusaidie. Jinsi wakaingia na wakatake over hata wakatushinda. So tutasema zile Twitter, najua Twitter ilifanya kazi sana. Zaidi. Ndio mlikuwa mna Twitter. Ni sisi, ni watu wetu. Ni watu wetu. Kwa approve. Approve ziko mingi. Angalia nani anaitwa namsahau jina sasa. Umejua hapo huwezi kumbuka watu wengi sana. Lakini angalia kama huyu wa human right, huyu alikuwa anaandika na anaweka TikTok kila kitu. Alikuwa Boniface Mwangi. Boniface Mwangi ni member wetu. Na alikuwa anakuja pale na tunampatia mawaidha venye inafaa fanye na anaenda anapiga TikTok zake. Kata si off bunge la mwananchi. Na zikawaka. So sisi hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kutulalisha chini. Ya movement of your own. Hii ni movement nyingine kali. Labda mnasema nyinyi mnatetea haki za binadamu na nyinyi si na ili ziweze kusikika. Na labda tu so amfanyi kazi hata na wale opposition ambao pia wameonekana sana kujaribu kutetea haki za Wakenya wa kawaida. Ukiwa unatetea mwananchi wa kawaida, wewe ni wetu. Tutafanya kazi na wewe. So mko katika upande wanaopiga serikali. Tunazungumzia kina Kalonzo, Daktari Fred Okengo Matiang'i. Okengo Matiang'i kwanza alifanya kazi mzuri sana wakati alikuwa minister, ambaye tunampongeza zaidi. Na hata kama saa hii kama tunaweza pata rais, tukitaka rais mzuri kwa hii nchi yetu, we have only one person ambaye ni Okengo Matiang'i. Mtu ambaye akiamua kufanya hii anafanya. Akiona hii ni dhambi, hii ni dhambi. Si maneno ya kuenda hivi hapana. Hatutaki watu, hatutaki ma watermelons. Katika hii uongozi ya 2027 tunataka mtu ambaye atasikiza yule mama ambaye yako pale North Mugirango chini. Yule kazi yake ni kulima. Yule ako Nyeri kazi yake ni kuchuna nini? Majani chai. Tunataka mtu atasikia hao. Si yule anatudanganya ya kwamba bottom up, na kumbe hii bottom up yako ni kutuinua juu, kuangusha zile hadi masilvers tumebakisha. Unachukua. Umemtaja Daktari Fred Okengo Matiang'i. Bora hujamtaja Kalonzo Musyoka ambaye hajakuwa na kisa yote ya ufisadi. Amekuwa katika siasa na anaelewa zaidi. Hujamtaja Martha Karua. Mbona umesema kwa Matiang'i anafaa sana? Okay, upande wa Kalonzo Musyoka. Kalonzo Musyoka ni mtu mwingine mzuri na ni mtu anasikiza. Lakini ni mpole. Ruto ataki mtu mpole. Ruto anataka mtu rafu. Kichwa ngumu. Sababu yeye pia ni kichwa ngumu. So daktari ni kichwa ngumu. Daktari Fred Okengo Matiang'i si kichwa ngumu ile
ile mbaya, ni kichwa ngumu ile ya kufuata haki. Ruto anataka mtu kichwa ngumu wa kufuata haki. Mtu unaona venye Raila alikuwa akisema hii kitu ni black, ni nyeusi, wewe ufanye nini utamgeuza itakuwa nyeusi. Tunataka mtu kama huyo ndiye deal na Ruto. Si yule mtu atasema yenyewe ni nyeusi lakini naona kuna kitu nyeupe hapo. Hapana. Huyo Ruto ataenda kulala na mke aingie. Lazima. Tusonge mbele. Azimio ilikuwa inajumuisha chama cha Jubilee, inajumuisha chama cha ODM na chama kile cha Martha Karua ambaye walijiondoa. Kulikuwa na kikao kilichofanyika masiku chache zilizopita kikiongozwa na chair ambaye alikuwa rais Uhuru Muigai Kenyatta. Na wakamtaja Kalonzo Musyoka kama msimamizi wa hiyo ambaye kuchukua nafasi yake mbele zake Raila Amolo Odinga. Unahisi vipi? Mbona si Oburu pia ODM wanasema kwamba ndio chama kubwa ndani ya Azimio? Sijakuwa na surprise kubwa sana kitu rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta alifanya. Alifanya kitu ya maana. Ndio tunajua ODM ndio chama kubwa kwa Azimio. Sababu kupata 90 almost 100 plus MPs ni ngumu. Na ODM ndiko na watu wengi. Lakini swali ni Oburu Oginga ako na ile nguvu ya kwenda kusimama rais. Yeye mwenyewe kwa mdomo yake anasema hataki. Haja gani apewe uongozi wa Azimio? Na hataki. Haja gani? Atoke mbali. Tunataka mtu ambaye anataka kwenda kuwania nini? Urais. Ndiye akuwe leader. Si yule mtu ameshakuwa yeye anakula na in fact Uhuru alifanya kazi mzuri sana kuangalia Kalonzo Musyoka. Sababu ukiangalia Kalonzo Musyoka amekuwa na baba Raila Amolo Odinga kwa miaka mingi sana. Na in fact mtu kama Oburu Oginga nikikumbuka ile maneno alisema akiwa Bondo ya kwamba watarudisha mkono kwa Kalonzo, inafaa afanye hivyo. Na labda tutazungumzia Azimio. Kuna wanya wamekubaliana na uteuzi huo na wenye wamekataa. Tutakuja kuzungumzia kwamba huu uendo kawa ni mwisho wa Azimio ndani ya Azimio ama ukawa ni mwanzo wa mgawanyiko yani ni mwanzo wa ODM ndani ya Azimio ama ukawa ni mwanzo wa mgawanyiko wa chama cha ODM ambao umeonekana kugawanyika kwa siku sasa hivi karibuni. Pia tutazungumzia chama chake Martha Karua. Uende kama Martha Karua for example Martha Karua amedeputize Kalonzo Musyoka katika urais. Atarudiaje ndani ya Azimio na alikuwa tayari ameandika barua na akajitoa. Lakini kabla tuzungumzie hilo, how is it a political card for Kalonzo to be chosen in Azimio? Whereby we have Matiang'i kama msaidizi naibu wa chama cha Jubilee. Na mtu anafaa kuuliza urais ni mkuu wa Jubilee ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. Vipi kadi zinachezwa vipi hapa? Hii kadi iko very tight. Sababu kwa saa hii kadi ambayo Azimio inafanya na United Opposition. Umejua hapa tuko na vikundi viwili. Tuko na United Opposition ambayo imebeba kina Rigathi Gachagua na tuko na Azimio ambayo imebeba Jubilee, Wiper na hizi chama ndogo hizo zingine hata tujui majina hizo. So hapa hii game inaenda kuchezwa ni hivi. Already tunaona presidential candidates wale wakuu ni wawili. Na wote wako kwa Azimio. Sababu hata ile chama ya Matiang'i ile ameacha iko wapi? Kwa Azimio. So tuko na presidential candidates wangapi? Wawili. Lakini hapa huenda wanaenda kutumia seniority, yani mtu senior. Mtu senior. Na ukiangalia mtu senior katika hao watu ni Kalonzo Musyoka. Na Kalonzo Musyoka amekuwa mtu wa kujirudisha chini. Ili angalie Kenya inaenda wapi. So hapa mimi nikiangalia
Game ambaye Uhuru amecheza juzi ni game ya kuamsha ODM warudisha akili yao mali ilikuwa. Sababu wengi wa bunge wa ODM wamelishwa na Ruto hadi wakasahau mali inafaa wakue. Au ni akina Junet Mohamed. Sisi hatujui kuficha. Wamelishwa. Ndio maana unaona kila sani sisi tuliachwa. Baba Raila Amolo Odinga alisema who told you? Na hiyo ndio msimamo ambaye bado sisi kama wana ODM tuko nayo. Wewe ni kati ya wana ODM. Of course. Wewe ni ndani ya Azimio. Niko ndani ya Azimio kabisa, ndani kabisa. Tuko na Kinokengo Matiang'i huko ndani. Tuko na kina Kalonzo huko ndani. Na tubanduki. Wale ambaye wanapinga kina Junet Mohamed, hao watu wachache hawa ndio wataondoka na wataacha ODM hapo ndani. Sababu gani? Hawawezi toa ODM. Wakitoa ODM tuko tayari kuambia wa resign hizo viti zote ambayo wamepewa. Junet Mohamed ni mbunge, Gladys Wanga ni gavana wa Homa Bay. Wanasema kwamba wao au wako ndani ya Azimio na labda wataondoka, kumaanisha kwamba wataweza ondoka. Wataondoka na chama ikiwa Sifuna ipo pale ndani. Yeye anasema kwamba Azimio, yani ODM iko ndani ya Azimio. Na labda muonekano wapo ni upi? Ni mbinu gani wanafaa kutumia ili watoke na chama ndani ya Azimio? Na je, itawezekana? Maanake Sekejenya kwa upande mwingine ako huku na huku. Katibu mkuu wa ODM ni nani? Edwin Sifuna. Edwin Sifuna ni wakili ama si wakili? Ni lawyer. Gladys Wanga ni nani wa ODM? Ni chairperson. Ni chairperson. Ni wakili ama si wakili? Si wakili. Kwa hivyo ukisikia Sifuna naongea ya kwamba ODM iko ndani ya Azimio na ndio chama kubwa na ndio iliandika hiyo kitu agreement, huyo ni wakili. Leo hii Oburu Odinga tuseme kwa mfano ameandika barua kwenda kwa mkuu wa vyama nchini Kenya kujitoa katika muungano wa Azimio, lakini bado Sifuna hajakubali. Je, watapata jibu gani kutoka kwa mkuu wa vyama? Lazima barua, ataandika barua. Inaruhusika. Aandike. Lakini watakubali kuacha zile vyeo zote ambayo wako nazo. Juu ukiamua kuondoka, unaacha kila kitu. Kisha andika barua kwamba mnaondoka, acha kila kitu. Minority whip zote hizo. Minority whip, yani hizo takataka zote za uongozi zikwapo ndani. Zote. Kutoka kwa Senate hadi County Assembly chini. Just imagine. Nominated zote unaacha. Kila kitu. Ambaye ni kitu hawezi fanya. Hizi ni mdomo tu, hizi ni mdomo parapara. Gladys Wanga anapiga. Anajua vizuri hawezi ondoka. Hata yeye atapoteza ile kiti yake ako nayo kwa Council of Governors. Na watu ni tumbocrats. Wamependa pesa. So mwisho wa siku nini itafanyika? ODM itaendaje? Kuna wale ambao wameonyesha kwamba watakuwa nyuma ya rais hadi mwisho. Na kuna wale kwamba watakuwa naye. Watafanya vipi kazi pamoja? Waje huku mwingine wako hapa, mwingine wako hapa. ODM itakuwa vipi? Ndugu yangu, nataka kukuambia ukweli. Na ile ukweli iko wapi? Kwa ground. Unataka nikuambie ukweli? Sema. Ukweli ni hivi. Watu wanakula rais. Hata hao wenyewe wanajua ground ni noma, ni ngumu. Wanajua, wanalazimisha. Wewe uoni tangu lini ukaona ODM mali wanaenda kila mtu wako na uniform? Baba Raila Amolo Odinga hakuwa anafanya kitu kama hiyo. Maybe watu 100 peke yake ndio walikuwa wanakuwa na hizo uniform, nao wengine wanakuwa kawaii. Sababu ODM ni movement. Hata wewe ikipata pale una join, unaona? Lakini hii ya siku hizi kila mtu ako na uniform. Pesa inatoka wapi? Juzi umeona SG amesema hakuna pesa yoyote ambaye amesign ya kutoka kwenda kununua hata kofia moja ya pesa kutoka kwa ODM. Na umeona Ruth Odinga amesupport
hizi pesa zinatoka wapi? State House. Obvious. So, pesa zinazotumika si za ODM. Si za ODM. ODM pesa za mwananchi kwanza. ODM ni wajanja. ODM wamejua kucheza. Na wacha wakule. Hapa mwisho ODM itaondoka. Na hakika gani Oburu Odinga ameonyesha urafiki mkubwa sana mzee Oburu Odinga naye najua always anakonga kwa government. Hata wakati Raila alikuwa opposition, yeye ndiye alikuwa na soften Raila. Alikuwa anaweka Raila kuwe na moyo wa chini. Yeye ana lalanga upande wa, lakini Oburu Odinga amejua vizuri aende kuchaguliwa tena Senate. Ni Raila ndiye alikuwa na lazimisha watu ili achaguliwe. Amejua vizuri aende kuchaguliwa. Mtu kama Junet Mohamed amejua aende kuchaguliwa. Mtu kama Mpio Wandai yule kijana ameingia pale, haezi muachia tena. Pia kwa yeye ana haja saizi ya kwa madharuri tena kuvaa 2027. Je, Ruto akianguka atafanya nini? So kadi yake ya kwanza najua Ruto kabla hajaanguka itakuwa kwamba Belisaini anavaa. Yeah. So atarisaidi mapema kwenda kuvaa. Bana watu wanaangalia games venye iko. Na I'm telling you na kuambia ukweli. ODM kama itaondoka kwa hii muungano ya nini? Kenya Kwanza. Hii muungano ya Ruto hii. Si ndio hiyo Kenya Kwanza hiyo? Hiyo ya Kenya Kwanza. Na kuambia ODM inaenda kubaki village party. Chama ya kijiji. Na hii chama na kijiji, umejua kijiji itakuwa wapi? Hata itakuwa Luo Nyanza peke yake. Itakuwa upande wa Luo kidogo. Tutaenda kuchukua tu break kidogo, lakini kabla tuchukue turudi tumalizie. Na labda Kalonzo amechaguliwa. Tuseme Matiang'i ama Martha Karua wamekuwa wanamdeputize, na kati ya wale viongozi wa Azimio kina ODM wako pale ndani. Unaona wataweza sana kumsongesha William Ruto? Na kuambia hivi, Kalonzo akichukua Martha Karua, heri tupatie nani? Ruto. Tunataka mtu wetu wa Nyanza pia akue karibu. Ambaye ni nani? Ambaye ni Matiang'i. Sababu sahi hatuna mwingine. Ama wachukue Babu Owino waeke hapo. So long as si mtu wa kutoka. Okay, pia hao tunawahitaji, lakini wamekaa kwa nini sana. Wamekaa kwa uongozi zaidi. Wacha pia sisi tusikie nini hiyo joto. Tutateremke chini. Yeah. Wacha pia sisi tusikie joto kama watu wa Nyanza. Alafu umejua watu wa baba ni wengi. Tutachukua mpumziko fupi, tutarudi tutaongelea mambo ya kadi ya Ruto kuingisha vijana sana katika kuwasaidia, na vile vile tuongelea mambo ya 10 point agenda tukienda kumalizia. Mwancho mwelia to ko iromo tumokomo siri kwa natore to kwa na mangana ya Ruto gotume kaba sabonde gako ba emiroberio au anene go semba chiko mosira bosiwe chukura cho mwaka 2027 semeti yenye mekere mutrabago to chuka na mangana 10 point agenda ne bintu biriyo barenta ko kiranibwa ase enkwaneria ya 10 point agenda motumokomo siri ne trobini kiranire naine. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Obutini n'obusumbasi amate ninkikere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri
wono yaikire kiwango guikaru aligo panya oro yonde urenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yogo tindi na amaru abasari erio twabaretaga betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ebibungo na boigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana ikera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV Uboroso Uboroso. Karibu na ndo mwancho murigeria kyo cha butoite chidagika emerongo 39 igorechi insight sano chabona mabimoro bene trobine Nsoko na inchenkoro kwa Daniel Omwaga litukene rechi matagane to kwa na nere Isaac Otieno ime igaiga to kwa ndamana mange imejege siasa na chikadi cha serikali anabosi wetu tera cho mwaka 2027 essentially avenete ketura nende sare tegwe hingakia abgatare mange to kwa ndamoro beronyo to marebe William Ruto oyongere kwa bwatanya basa ine Ruto na chinya gutume ko moro beronyo kubareta amana ko bomba basaye bosio obwe chikura achiwo choleba na cha omwako go cha wechi bena ngebere ne 5 nebere. Isaac, yes, vijana ni 46% hapa nchini Kenya. That's like 21 point something million of Kenyan youths. Na maybe tuseme milioni kama 4 hivi tuseme ni vijana ambao wataingia debeni kupiga kura. Rais amekuja sana mpango wa nyota ambao umeona kiametembea sana. Umeona Kilifi jana, pale Malindi, tumemwona Lastiki Kisumu pale kwenu, tumemwona Kisii, tumemwona Nyeri, tumemwona kila mahali. Na labda vijana wa Gen Z ndio walikuwa kinyume na yeye sana na wakasema kwamba sasa hizi tunataka Matiang'i, kusikia vijana wakisema we want Matiang'i. Na sasa hizi anahusisha sana, amewaleta karibu, naona masimu zinaingia M-Pesa wakionyesha hewani. Labda kadi yake William Ruto itaweza kuwanasa tena vijana ambao walikuwa wamemwasi. Kwanza ndugu yangu nataka kukuambia mtu ambaye alituambia ya kwamba wajinga walisha Kenya
ni William Ruto. So sisi si wajinga. Hii pesa ambayo anatembea nayo ni pesa ya World Bank. Tunajua mali pesa imetoka. Si pesa yake, si pesa ya serikali. Ni pesa ya World Bank. Ni pesa ya World Bank ama pesa tu ya kupewa msaada. Ni pesa ya msaada kusaidia vijana wainuke. Lakini ukifuatilia venye UN wameandika hiyo nini vizuri, si vile anaipeleka. Yeye ameipeleka kisiasa. Lakini UN wanataka vitu zikuwe installed ili vijana wafanye nini? Facilities. Facilities ndio vijana wafanye kazi. Wewe example, tuko watu 50. Umetupatia 1,100. Itatusaidia na nini? Wacha tuchukue hizo pesa tukule. So unataka kusema vijana wanakula hiyo pesa? 50,000 hata wewe ukipewa wewe mwenyewe zinakuja nusu na zinakuja tu zinakatwa zingine juni za nini. Labda hiyo pesa vijana hawezi anza nao biashara ya 20,000. Sasa nikuulize, ukipewa 50 then iende ilipe tax. Utabaki na pesa ngapi? Na hii tax venye rais wetu amepeleka juu. Umepanda gari, umekula lunch. Kutoka bari. Sasa alikuwa Malindi, alikuwa na vijana kutoka Garsen, huko Lamu. Jirore. Niambie. Utaenda na shilingi 10,000. Na mko kwa group mko zaidi ya watu 100. Na World Bank wanatazama, manake umesema kwamba hizo pesa kulingana wewe ni zinafaa kujenga miradi mbalimbali. Sasa umejua shida ya World Bank ni moja. Wanaitazama na umejua au watangoja ripoti kutoka kwa serikali ya kwamba bora wameandika tulifanya hii na hii na hii na hii na ndio hiyo ripoti. Hawatafuatilia hiyo pesa. Unaona? Hiyo sasa ndio shida mali iko. Na hii kitu haiko Kenya peke yake, ni worldwide. Lakini sasa yetu tumeweka sababu tunaona uchaguzi ni mwaka kesho. So tumeiweka kwa siasa. Ambapo hiyo kitu bado haiendi kusaidia William Samoei Ruto. Mwisho wa siku atatumia hiyo mbinu kuwanasa vijana ndiye ama hapana, Mr. Isaac? Atunaswi. Ndio maana nilikuambia mara ya kwanza ya kwamba nilikuambia mara ya kwanza ya kwamba William Samoei Ruto ndiye alituambia Wakenya si wajinga. Na Raila Amolo Odinga katuambia wakileta usiache. Chukua ufanye nini? Ukule. Na tunachukua tunakula. So vijana umesema ambao wameonekana sana kumsifu na kusema kuimba tutam hawampigi kura. Hiyo ni pesa tunaenda kunyakua bwana. Tunaenda kuchukua pesa, tukishachukua tunarudi kwa iko hivyo. Iko hivyo. Mwaka uliopita August mwezi wa 8 kabla ya mzee kufariki Raila Amolo Odinga walikuwa wameandika ripoti ile na article ile ambayo ilikuwa inafanywa mageuzi fulani ambayo ilikuwa inafaa kutolewa by March huu mwaka. Na kati ya hizo tuliona kuma vitu mingi kuingishwa kwa vijana, kuprotect life ya vijana na inclusivity in government, na tukaona sijui kama unahisi kwamba inclusivity in government imefanyika. Na vile vile kati ya hiyo kulikuwa na office of the Prime Minister. Machi iko hapa mbeleni. Office of the Prime Minister. Juzi Kisumu tukamwona mkuu ama kiongozi wa ODM Oburu Odinga akisema kwamba wewe Kindiki wewe hatuna haja na hiyo ofisi yako. Tuko na haja tu tupewe portion yetu equally kwa serikali. Na je, unahisi kwamba March baada ya hiyo ripoti kutoka rais atataja office ya Prime Minister? Huenda kawa ndio aliyekuwa anazungumzia Oburu Odinga kwamba hataki deputy president, kuna kitu kingine wanataka. Ripoti gani inaenda kutoka kwanza? March. Si kulingana na demands za report inafaa itoke March 2026. Ndio nimekuuliza. Tunajua ni March tarehe 7. Tarehe 7 mwaka huu. Hii mwaka. Lakini swali yangu nakuuliza. Hiyo moja. Umeniuliza swali, wacha nikurudishie. Hiyo ripoti moja. Ni ripoti gani? Nadko hiyo moja. Nani anaenda kuitoa? Nani anaenda kuitoa? Si wenyewe walipewa chance ya kufanya public participation na kila kitu ilete. Haitoki. Ndugu yangu nataka kukuambia hivi. 10 point agenda.
Ndio nakuleta hapo. Na wale watu wa ODM ambao wako pale wanaifahamu sana kama inafaa itoke. Na kuna kitu ambao wanafaa wapate pale ndani. Ndugu yangu. Edwin Sifuna ndiye alipiga sahihi ya 10 point agenda. NADCO. Haitwi NADCO sababu NADCO report ndio number 1. Kwa hizo 10 point agenda. Zikifuatwa na zingine. Kama inclusivity in the government. Inclusivity, kila kitu. The killings, everything. Ziko hapo ndani. NADCO ni number 1 kwa zile 10. Kwa hizo 10. Na inazungumzia nini sana hiyo sasa hiyo NADCO? NADCO inaongelelea maneno ya hiyo prime minister unaongelelea, maneno ya official opposition leader hiyo unaongelelea, na maneno ya bei za vitu kurudi chini. Hiyo ni ile ya kwanza tulifanya sufuria movement. Ndio iliwekwa hapo. Unanipata? Wakafanya hivi ikapotea. Ruto akafanya hivi akatupilia mbali. Na sasa hii na sasa Raila akasema ulikuwa unajifanya. Wacha na kunasa na hii. Na akanaswa. Sasa swali yangu ni rahisi sana ndugu yangu kwako. Ni nani inafaa implement hizi vitu? Si kuna ile nini ambayo ilifanya implement ni rais. Lakini report anafaa kupata kutoka kwa wale ambao walituma kina Gabriel Ogunda, akina Agnezani, akina Bigambo. Na labda nataka kutofautisha kazi yao watu. Ground, si ndio? No, nataka kupatia tofauti ya hizi committee ambazo ziliformiwa. Kunayo committee ambayo inaongozwa na Profesa Makau Mutua. Hiyo committee ya Profesa Makau Mutua ni ya compensation, ni ya kulipa waadhiriwa. Lakini haiko maana niliona kidogo tu. Niliona Faith alijuzuru kidogo tu nakupatia. Alafu kuna hii ya Agnezani. Deputy wana Bigambo. Hawa ni oversight. Ni kama Senate. Venye Senate ina oversight nini? Governors. Unaona? Implementer ni serikali. Na serikali ni nani? Ni William Samoei Ruto na mawaziri wake. Niambie, kwa wale polisi ambaye waliua wananchi, kuna hata mmoja ameshikwa? Wale wengine walimuua kijana mdogo sana. Sijui hakuna hata saizi. Na labda tutatarajia hiyo ripoti itoe hizo zote. Na sijui nimekuuliza wewe swali, mbona itolewi kwa umesema itoki? Sababu serikali haina haja kuitoa. Na ndio maana uliona Ruth Odinga jana amesema kila kitu ambaye Sifuna ameongea ilikuwa ukweli. Sababu gani? Serikali ndio inafaa ifanye nini? Implement zile vitu, alafu hizi committee zikuje ziandike ya kwamba hapa tumeona serikali imefanya hii na hii, sasa tunataka Makau Mutua anaendea president. Sasa nataka hii pesa kiasi fulani niende nipeane kwa watu fulani. Lakini hiyo haijafanyika. Sasa niambie, ni nani ambaye inafaa laumiwe? Ni rais ama ni hizi committee? Ni rais na timu yake ama committee? Nina swali kwa Isaac. Wale ambao walikuwa wanataka hii report ku implemented ambao ni ODM, tusiseme ni Azimio, tuseme ni ODM, si ndio? Ni ODM. Azimio ni NADCO. But hizi 9 point agenda ni ya ODM. Na Gen Z, ODM na Gen Z. Na labda tu wangeweza kutaka hiyo report ifanikiwe, wangekuwa nje ya serikali bila kuingia ndani. Ingefanyika haraka sana. Na ndio maana uliona baba Raila Amolo Odinga kila wakati before age, kila wakati alikuwa anasema lazima hizo 10 point agenda zifanywe. Ndio maana uliona na wasaizi wenyewe Ruto akamdanganya, akapeana waziri mdogo kwa yule kijana wa Raila, yule wa Coast, yule kijana mdogo yule wa 26-7 years. Fikirini. Ili Raila aone ya kwamba ameanza kuimplement. Hizi vitu haziku implemented. Niulize kwa nini? Niambie juzi
nani huyu minister wa health, huyu wa afya ametoa wasimamizi wa SHA Kenya mzima 47 counties. Niambie Wakisii ni wangapi pale? Alafu niambie Wasomali ni wangapi? Wasomali ni 13. Mjaluo ni ndio msipiga kelele. Hiyo ndio inclusivity. Na hiyo ndio NADCO report inaongelelea. Inclusivity lazima serikali ifanye vizuri, la sivyo ODM kama nani huyu mzee wetu Oburu anataka abaki na Ruto, ataenda peke yake, ataenda na ODM. ODM itabaki nje na sisi ambaye tuko na ile damu ya baba kupigania wananchi wa kawaida. Hiyo tutabaki nayo. Lakini wale wanataka kukula waje imefika. Tarehe 7 si ndio? Hiyo ripoti haijatolewa. ODM watataka nini sasa? Ama wako satisfied ama wako satisfied? Hamtaki hiyo prime minister, hamtaki hiyo opposition leader, hizo ofisi hamzitaki tena. Ndugu yangu, baba alisema hivi, without implementation ODM iondoke. Sasa hapa ndio tumetega nani? Tumetega Oburu. Tunaomba Mungu tarehe 7 ifike hata kama ni kesho. Unanisikia? Tumetega Oburu, tumetega Wanga, tumetega Junet, na tumetega hawa mawaziri wake hawa. Wandai, Joho, Oparanya, Mbadi. Tunawamulikia 18. Tarehe 7 ikifika watatuambia kama baba alisema kama hii kitu haijafanyika tuondoke. Tutasikia kama watatuambia tukae tu, tutawaambia no, tunafuata kitu ya maneno ya baba, sababu mlisema baba ndiye alise. Si mnasema baba ndiye aliwaacha hapa. Na ile kitu ilifanya waache haijatimika. Sasa si tuondoke. Hiyo ndio itakuwa msimamo. Na ODM tutarudi wapi? Kwa Azimio full. Na hata kama ni kutafuta urais, Okengo sasa atoke Jubilee akuje kwa chama ya nyumbani, ili achukue kila kitu. Mtampea kweli? Anapewa. Nashuku. Anapewa. Mtampea? Anapewa. Nyinyi. Anapewa ndugu yangu, anapewa. Tukimalizia utaongea kuhusu Embakasi ward. Lakini ulisema one term, lakini hebu niambie kwa dakika moja. One term lakini. One term but. 2020 imefika. Kuna wakati Ruto alikuwa huko kwao na akasema, mimi nilikuwa naogopa tu mzee, na sasa mzee ako wapi? Ako chini. Ni nani atanizuia? Hapo ndio bati naingia. Lakini Ruto atashindwa kura 2027. Lakini ukarabati inaenda kufanywa. Unafaa tupate muda mwingi sana tuzungumzie ukarabati. Wewe huyu CEO ambaye ameresign kwa IBC Marjan ni nani amekwa? Chama ni nani? Mbona kwani Kenya sai tuko tu na watu wa Rift Valley peke yake ndio wanaweza ongoza IBC? Ni achari apply. No, nasema tu saa hii. Saa hii labda ndio wamehitimu. My friend, hata kama ni lawyers, hakuna mawakili, watu wako na akili ya mawakili kushinda watu wa Nyanza region. Sijasema ni Luo, sijasema ni Kisii, sijasema ni Kuria, nimesema Nyanza region. Thank you. Ndio mawakili wazuri. Hao ndio mawakili wazuri Kenya. Kwani unaweza taja mmoja? Wako wengi. Sitaki kutaja, wako wengi. Hata Nyachai ni wakili. Mali apply IBC. Na akafanywa nini? Si akapewa ile kitu. Alifanywa ile kitu. Wewe juu brother yako wako hapa, unaweza kuturuka kaa kando. Brother yako ni Mokengo Matiang'i. Ndio yetu unaisha kwa dakika 2-3. Mbona Embakasi MCA seat kwako?
Embakasi MCA seat nahitaji sababu ya hivi. Wananchi wa Embakasi, kunayo vitu mingi atujui ambayo inatoka hapa City Hall. Na si hata City Hall peke yake. Kenya mzima MCAs wako na pesa ya kufanya maendeleo. But sababu wa Kenya hawajui hizi vitu, watu wanaeka hizi pesa kwa mfuko. Example, tunaangalianga tu ya MP, NGCDF, ndio inajulikana. Ndio tunaangalianga sana. Lakini tunasahau ya nini? Ya MCA. MCA, kama hapa Nairobi, MCA anapewa around 35 million ya kufanya nini? Maendeleo. So mimi nawaambia watu wa Embakasi Ward, mimi mkinichagua, hiyo pesa mutaiona inafanya kazi wapi? Pale chini. Maendeleo lazima na watoto lazima wasome. Vile Babu Owino ametufanyia kazi hivyo, mimi nitazidisha. Sababu yeye anaenda wapi? Anaenda huko juu. Atuache. Asante sana kama muda imeisha. Nitakuita uongee mengi. Utafanya nani na kazi kama gavana wako Nairobi? Mimi gavana wangu ni Babu Owino. Senator wako ni nani? Ni swali kweli? Yupi? Sifuna. Twarenge enere Isaac Otieno MC Omolo imeyomo biru gwetu robini mambia bone gakorene director John Kibati wakwata namna dorine ama onere Josh nyomo bagontenga chinga kichane chekira mwe nenche wekanga nchane nga chekira ninche murangene ndeme ye studio wega ntakuita tena tutazungumza mengi tena zaidi tunahitaji masaa kama 5 hivi korende unawekira mwe gwetu robini mambia bone ga wekaichume gocha tumurana nende kunde tinsa 10 nkora taramangana mayesi nchira ere yobwenge. Bye bye nyasabe naye. Eye Nensoko TV Uboroso.